Nilijikuta nikiingia kwenye mapenzi na mke wa mtu pasipo mimi kujua kama yule ni mke wa mtu. Stori ipo hivi. Nakumbuka ilikuwa ni Jumatatu fulani hivi tulivu. Siku hiyo jiji la Dar ilikuwa limetikiswa sana na mvua kubwa. Kama kawaida, mtoto wa kiume nimeamka asubuhi, nimejiandaa, nikaingia golini. Mimi ni wakala, nafanya kazi kwenye cash point moja. Wakati nimefika kazini nilikuwa nafanya kazi, nilianza kuona kama baridi litanishinda mbeleni. Nikaamua kurudi nyumbani ili mradi niweze kupata sweta la kuweza kunistiri. Sasa nikiwa njiani narudi, nilipita kwenye chochoro fulani hivi. Nitembea nikiwa nasikiliza mziki kama kawaida, nimevaa earpod. Lakini kuna chochoro moja nikiwa nataka kukata kona, nilishangaa nikimwona mtoto ambaye namfahamu. Huyo mtoto alikuwa ameambatana na mdada mmoja hivi. Ana asili kama ya Kipemba, nywele fulani ndefu mpaka mgongoni. Kabla sijavuka ikabidi nipite nimsalimie yule dogo kwa sababu tushazoeana sana. Huyu mtoto ana umri kati ya miaka 5 hivi. Nimefahamiana naye kupitia dada wao wa kazi. Alikuwa ni mteja wangu mzuri sana. Alikuwa akija kuniungisha mara nyingi, kila akitaka kufanya muamala alikuwa anakuja pale ofisini kwangu. Na kila akija alikuwa anakuja na huyu mtoto. Sasa ikatokea kama tukawa tuna kibondi fulani hivi mimi na huyu mtoto. Na mara kadhaa alikuwa kila akija lazima atake nimnunulie kitu kimoja, hapo pipi au Big G. Tofauti na hapo labda nimpatie silver. Hasa mimi baada ya kumuona yule mtoto ilibidi nimuite, "Anko vipi, mbona unalia?" Yule dada aliyekuwa amembeba yule mtoto alishangaa kidogo, zini akaniangalia kwa macho fulani hivi ya dharau sana. Yule mtoto alifuta machozi na kuniuliza, "Anko, leo utanipa pipi au Big G?" Na kama ilivyo kawaida yangu hupenda kutafuna sana, nilikuwa na Big G mfukoni. Nikawa nimetoa na kumpatia yule mtoto. Lakini kabla hajaanza hata kuimenya, yule aliyekuwa amembeba yule mtoto alichukua ile Big G na kuitupa. Kile kitendo kilinichukiza sana. Nilimuuliza, "Sasa kwa nini unaitupa?" Alidai hawezi ruhusu mtoto wa dada yake kupokea kitu kutoka kwa mtu tu stranger. Yule mtoto kilio kilizidi. Nikaona okay, sawa, isiwe tabu. Nilitoa buku mfukoni nikampa yule mtoto, nikamwambia, "Utamwambia aunti akakununulie." Zeni niliondoka kwa hasira kwa sababu niliona kama huyu dada vipi ananichukuliaje, japokuwa naweza nikasema alikuwa sahihi. Huenda kweli alikuwa anajaribu kumlinda yule mtoto, lakini alionekana ni mdada fulani hivi mwenye mdomo mchafu sana. Niliondoka. Na kwa kuwa nilikuwa nimekaribia kufika nyumbani, sikutumia muda mrefu sana. Nilitumia kama dakika 2 tu hivi nilikuwa nimefika. Nilichukua sweta na nikaanza safari ya kurudi. Sikutaka kupoteza muda sana kwa sababu kama unavyojua mawakala, kadri unavyofanya kazi na ndivyo faida itakavyokuwa kubwa kwako. Nilitembea nikiwa haraka sana. Hatimaye nilikutana nao njiani. Tuliongozana japokuwa mimi niliwapita na kuwatangulia kama hatua kadhaa mbele, lakini wao walikuwa nyuma yangu tu. Nilifika ofisini pale, nikafungua ofisi, nikaendelea kufanya miamala na wao wakapita. Yule dada akawa ameniangalia sana. Nilipotezea tu, siwajua watoto wa kiume hatuwezi kana kitu. Nimeendelea kufanya miamala kama kawaida. Jioni alikuja yule mtoto akiwa ameambatana na dada wao wa kazi pamoja na yule dada. Yule mtoto alipofika tu ofisini kwangu, kama ambavyo amezoea, kila akifika lazima aingie kule ninapokaa mimi, hawezi ishia pale wanapoishia wateja. Nilimfungulia mlango dogo akaingia.
Yule dada wa kazi alivyokuwa akifanya muamala, ilikuwa ni muamala kama anatuma hivi. Alikuwa akitaja namba, yule dogo anairudia, then mimi naiandika. Tulikamilisha kufanya muamala na nikamwambia bosi wangu, mwambie mteja asante, karibu tena, tumemaliza kumhudumia. Yule dada ambaye nilikutana naye asubuhi alibaki akinishangaa tu jinsi tulivyokuwa naelewana sana yule mtoto ambaye alimzuia kula Big G yangu. Basi nilifungua mlango, dogo akatoka na wakaondoka. Sijui ni nini walikuwa kikiongelea njiani, lakini yule dada alionekana mara kadhaa akigeuka kuniangalia. Nikapotezea, siku ikapita. Siku iliyofuata nikiwa nawahi kwenda kufungua ofisi, kabla sijafika ofisini hatua chache, niliona kuna mtu kasimama pale ofisini. Alikuwa ni jinsia ya kike. Kadri nilivyozidi kusogea, niligundua ni yule dada. Naweza nikatumia neno dada mwenye dharau. Nilifika pale, nikamuuliza vipi, karibu. Akasema asante. Nilifungua ofisi, mimi nikaingia, nikafungua milango yote, lakini cha ajabu yule dada hakuingia. Mimi niliendelea kufanya usafi kwa sababu niliona kama mtu atakuwa anahitaji kufanya muamala basi ataingia ofisini. Niliendelea kufanya usafi kama kawaida. Nikaona mtu amesimama tu. Nikatoka kumuuliza, dada vipi, nikusaidie nini? Aliniangalia kwa macho yanayotia huruma sana. Kisha akaniambia, samahani. Akaniambia siku ile nahisi kama sikufanya kitu sahihi. Nilimuuliza, unahisi? Kwa hiyo huna uhakika kama ulifanya kitu sahihi au sio sahihi? Alikaa kimya kwa sekunde chache, na mimi nilimwambia hata usijali, kwa sababu huenda ulikuwa unajaribu kumlinda mtoto wa dada yako kama ulivyosema. Mimi nilikuelewa tu, kwa hiyo chukulia kawaida tu. Baada ya kumaliza kuongea hivyo, sikusubiri atamke neno lolote. Mimi nirudi ofisini, nikaendelea na kazi kama kawaida, na yeye aliondoka. Zilipita kama siku 3, yule dada alikuja tena. Zilipita siku kadhaa, alikuja tena. Siku hiyo alinikuta nikiwa na wateja kama 2 hivi. Wale wateja nilikuwa napiga nao story fresh kabisa, na tulikuwa tunacheka. Unaweza ukasema kwamba zile pesa nilizokuwa nawapatia nilikuwa nawapatia bure. Walionyeshwa kufurahishwa sana na mazungumzo ambayo tulikuwa tukiyaongea. Hatimaye waliondoka, akabaki yeye peke yake. Akaniambia, inaonekana wateja wako wamekuzoea sana. Nikasema baadhi tumezoeana, tunapiga story kama hivi. Karibu bosi wangu, nikusaidie nini? Wakati namuuliza hivyo nilikuwa na kwenye tabasamu kabisa. Inaonekana alishangaa, alihisi labda nitamkunjia kwa sababu ya dharau alizonionyesha siku zilizopita. Lakini haikuwa hivyo. Alex, mimi sipo hivyo. Watu warefu hatukai na kitu moyoni. Aliendelea kusisitiza kuwa anaomba msamaha. Mimi nilimuuliza, kwa hiyo kila siku utakapokuja hapa utakuwa unajutia tu na kuniomba msamaha? Hebu tuachane hizo mada bana. Lete habari. Alinitizama zeni akaniambia kuna mtu anataka kunitolea pesa. Nilimuuliza shingapi? Akaniambia sio pesa kubwa sana. Nikamwambia okay sawa, unaweza ukamtumia namba. Aliandika akatuma namba zile za wakala za kutolea pesa. Zeni akasubiri. Zilikuwa sekunde, ikawa dakika, hatimaye ilipita robo saa nzima. Kwenye robo saa hapo wateja wanakuja na kutoka, na kama kawaida yangu nahudumia nikiwa na tabasamu kabisa. Alibaki akiwa ananishangaa tu kwamba huyu mtu ni mtu wa namna gani. Kila anayekuja kwake inakuwa ni kama rafiki. Inaonekana kama alichoka. Akaniambia, wewe kaka, samahani, naweza nikachukua namba yako, kama akitoa unipigie ili mradi nje kuchukua pesa? Nilimwambia haina shida. Nilimtajia namba yangu, akawa amenibip, then nikapata namba yake. Alitoka. Baada kama ya dakika 10-15 hivi, kuna muamala nilipokea. Nikajua tu itakuwa ni wa yule dada. Nilimpigia simu kumuuliza, kwani anayetoa jina nani?
Alinitajia jina, nikamwambia muamala wako ushatoka, unaweza ukaja kuchukua.